Andika ahadi ya Yesu juu ya wafuasi wake wote tuliomwamini Yesu, wote tuliompokea Yesu, wote tuliomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumefanikiwa sana, tumefanikiwa mno. Hakuna lugha nzuri ninayoweza kueleza kibinadamu kwa wewe uliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukubali kumfuata Yesu, umechagua fungu bora kupita kitu chochote duniani. Wewe uliamua kumfuata Yesu, hujakosea. Mwambie mwenzako hujakosea. Kumfuata Yesu ni zaidi ya nyumba, ni zaidi ya magari, ni zaidi ya mke, ni zaidi ya watoto, ni zaidi ya uhai wa hapa duniani wa miaka 70, 80, 100, hata wangekupa miaka 120. Nikwambie miaka 120, hata chakula sio kitamu, hata unatafuta kufa mwenyewe, hata ukiona watu wamekufa unatamani ukifika miaka 120 na kuendelea. Maana yake mwili wanataka wawe wanakuanua, wanakupeleka juani, lakini wanakupeleka wapi? Na nimegundua watu wengi ambao walikuwa na umri mrefu sana wanatamani kufa. Moja wapo bibi zangu watatu wote nimewasikia wakisikia amekufa, mmoja wapo wanasema mwenzetu, kwa nini mimi Mungu nimebaki hapa? Kumbe leo umri huu ni wa furaha, lakini unapopitiliza unakuta sasa hauna faida. Haleluya. Ndio maana nimesema wewe kumfuata Yesu, kuitikia wito wa Mungu kwamba wewe umeokoka, umewini, umeshinda. Wewe ni mshindi kuliko washindi wote. Hata usingepata medali ya Nobeli ya dhahabu, wewe ni mshindi kupita maelezo. Haleluya, haleluya. Namuona mtu mmoja ananielewa vizuri. Biblia inasema dunia hii inapita pamoja na mambo yake, na kwa sababu wewe ni wa milele. Amen. Sema mimi ni wa milele. Wewe ni wa milele. Wewe ni wa milele. Sio wa miaka 70, sio wa miaka 300. Utaondoka, utakaa pamoja na Mungu milele na milele, milele na milele, milele na milele. Huko ambako hakuna magonjwa, huko ambako hakuna mambo ya kuhangaika, sijui kuchoka na maumivu, ni raha mstarehe kwa kwenda mbele milele na milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza maneno haya Yesu anapozungumza. Anapozungumza maneno haya, Petro alikuwa mmoja kati ya watu walioitwa na Yesu. Wakati Petro ameitwa na Yesu amfuate Yesu, aliacha chombo chake cha kuvulia samaki. Katika sura ya 4 ya Mathayo mstari wa 19, alimwacha na baba yake mzazi,
aliacha na wafanyakazi, alikuwa na watu amewaajiri kufanya kazi. Sio kwamba alikuwa na maisha ya hovyo, bado alikuwa ana shughuli ambayo inampa kipato. Alikuwa na mke, si ajabu alikuwa na wake wengine pia. Lakini alipoitwa na Yesu, akamwita Yesu, akamwambia Petro, acha kuvua samaki, wewe utakuwa mvuvi wa watu. Haleluya! Petro akamwacha baba yake, Petro akaacha nyavu zake, Petro akaacha wafanyakazi wake, Petro akaacha ajira yenye uhakika, Petro akaacha vyote kwa sababu ametambua aliyemwita ni Bwana mkubwa, ndiye aliyeshika uhai wa maisha yake, ndiye anajua kesho yake, ndiye anajua alivyomuumba, ndiye anajua aliyemleta duniani. Akaona isiwe noma, mimi nitamfuata Yesu, taambatana na Yesu, tashikamana na Yesu. Haleluya! Akasema ndio, usiibe, usifanye hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Akaeleza vizuri. Yesu akamtazama, akampenda, akamwangalia, akasema umepungukiwa neno moja, kaviuze vyote ulivyo navyo, uwape masikini, kisha njoo unifuate. Uone uthamani wa kumfuata Yesu. Yule jamaa alikuwa tajiri, na aliposikia maneno ya Yesu kwamba kauze vyote uwape masikini kisha njoo unifuate, likamuuma kwamba huyu Yesu sasa anataka nimfuate nikiwa masikini, nimfuate Yesu nikiwa sina kitu, nimfuate Yesu nikiwa omba, nimfuate Yesu nikiwa sina uhakika. Hii si kweli. Akaondoka kwa huzuni. Maneno hayo unaweza kukuta kwenye Marko sura ya 10 mstari wa 28 mpaka 30. Sasa yule kijana alipoondoka kwa huzuni, Yesu akazungumza kwa habari ya ufalme wa Mungu, jinsi ilivyo ngumu tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu, jinsi ilivyo ngumu mtu anayetegemea mali katika ufalme wa Mungu, jinsi ilivyo vigumu mtu ambaye moyo wake unapenda mali kuliko Mungu, jinsi ambavyo moyo wa mtu unapenda dunia kuliko Mungu. Mungu akasema ni rahisi ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Haina maana Yesu anakataa utajiri, yeye ndiye Bwana wa utajiri. Haina maana kwamba Yesu anawakataa matajiri. Masikini ndio wanashinda na maswali mengi yasiyoeleweka, lakini mtu mwenye tajiri hana uwezo wa kuamua nini afanye, nini asifanye. Ni swala la akili na ufahamu tu kutambua. Sio kwamba Yesu anawakataa matajiri, sio kwamba masikini ndio watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Biblia inaposema masikini, inasema masikini wa roho, haisemi masikini wa pesa. Haleluya! Watu ambao wana shauku kuona Yesu anatawala maisha yao, anaongoza njia zao, anaongoza mienendo yao, wanamfahamu kwamba huyu ni mwamba, alishinda kifo na mauti, alitembea juu ya maji, ana uwezo wa kila aina, aliwaponya wagonjwa wote, alimfufua na Lazaro, ana uzima wa milele. Haleluya! Ndipo sasa tunaona maneno haya. Petro alipoona yule kijana ameondoka na Yesu ameongea lile neno gumu, akasema sasa itakuwaje Yesu? Sisi tumeacha vyote, tumeacha wake, tumeacha watoto. Inaonekana Petro hakuwa na mke mmoja, alikuwa na wake wengine, lakini aliposikia Bwana mkubwa anamuita, akasema isiwe taabu, mimi nitaambatana na wewe, kwa sababu duniani nitapita, lakini nitakapopelekwa huko mbele ninakwenda wapi? Utakwenda wapi baada ya maisha haya? Ndio maana wewe uliokoka umechagua fungu jema ambalo hautakao uendelewe, litadumu milele, maana utakaa pamoja na Kristo Yesu, utaishi pamoja na Kristo. Petro anasema sasa Yesu umesema matajiri, na sisi tulikuwa tunakufuata wewe, tunajua tutafanikiwa katika maisha haya ya mwili. Yesu akajibu akasema, jambo la kwanza andika, ahadi ya Yesu kubwa mno. Anaanza na ahadi ya juu ambayo ndio lengo la mama la Yesu kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza kusudi la mwanadamu ambalo Mungu alimuumbia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema, tumesoma pale
Nawaambia katika ulimwengu mpya. Jamani, sisi tuna ulimwengu mpya. Katika ulimwengu mpya. Mwambie mwenzako katika ulimwengu mpya. Wangapi wanataka kuwa wapi? Wangapi wanataka kuwa wapya kila siku? Haleluya. Katika ulimwengu mpya ambao hata mimi hapa nimeona sasa nimeanza kuzeeka, viungo vingine vinaanza kukoma. Kama ingewezekana Mungu anirudishe, ningetamani kurudi kwenye ujana. Sio kwamba nifanye mabaya, nimtumikie Yesu vizuri. Haleluya. Haleluya. Sasa tunataka upya. Ndio maana umeoga, unataka upya. Katika ulimwengu mpya. Katika ulimwengu mpya ambao Yesu anaufunua kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21, anasema tazama mbingu mpya na nchi mpya ikashuka na Yerusalemu mpya ikashuka. Kuna ulimwengu mpya mpendwa. Kuna ulimwengu mpya mpendwa. Kuna nchi mpya mpendwa. Kuna dunia nyingine mpya. Mji ambao ameuandaa Mungu. Mji ambao ameujenga Mungu. Miji ya dunia inaharibika. Tumeona huko Palestina majengo makubwa yanapigwa na makombora kwa sekunde chache, linazama lote. Mamilioni ya pesa walizozitumia linapotea. Hata majengo yote haya yataondoka. Ni ya muda. Lakini ule mji hakuna cha bomu linaweza kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna cha mwizi anaweza kufungua milango akaiba. Haleluya. Tutakuwa na uzima wa milele. Haleluya. Yesu akasema katika ulimwengu ule mpya mtaketi pamoja nami katika kiti cha enzi. Haleluya. Naam. Kipo kiti cha enzi cha kifalme. Haleluya. Maana yake Mungu alizungumza vitu vya kiroho zaidi, kwamba katika mwili huu hata ukiondoka tuna masikani mengine mbinguni. Katika ulimwengu ule mpya anasema mtaketi kwenye kiti pamoja na Yesu na kuyahukumu makabila 12 ya Wanaisraeli. Haleluya. Utakuwa hakimu wewe, utakuwa mtawala wewe, utakuwa maamuzi wewe. Leo huwezi kuwa na maamuzi, kuna mambo unaamuliwa, lakini tutakapofika kule tutafanana na Kristo Yesu. Na hilo ndio Mungu alituumba. Aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alitaka tufanane na Mungu katika maeneo yote. Haleluya. Lakini tukae pamoja naye. Jamani, sisi hatuwezi kumpa Mungu chochote. Vitu vyote ni vya kwake. Mwambie mwenzako hata pumzi yako ni yake. Hata mwili ulio nao ni wa kwake. Hata sura wanayokusifia ni ya kwake. Haleluya. Hata watoto ulio nao ni wa kwake. Hata mke na mume uliye naye ni wa kwake. Hakuna tulicho nacho. Sasa yule mzazi akafurahi sana, lakini mtoto akawa anaumia moyoni. Ndio maana Mungu anazungumza, anasema tutakapofika mbinguni, tutakapofika kwa Baba, tutaketi pamoja naye. Hiyo ndio jambo la kwanza. Yesu hazungumzi juu ya kitu kingine katika ulimwengu ule. Lakini jambo la pili katika ulimwengu ule, jambo la pili la pili, hilo ni kipengele cha kwanza. Cha pili anasema tutalisi uzima wa milele. Haleluya. Tutalisi uzima wa milele. Nimegundua hata watu wazima ukimwambia uishi milele wanafurahi sana. Hata waharibifu ukimwambia uishi milele wanafurahi sana. Hata waharibifu kabisa ukimwambia uishi milele anatabasamu. Hata kama alifanya mabaya anataka kuishi milele, kwa sababu Mungu wetu ni wa milele. Na wewe utaishi milele. Na wewe utaishi milele. Mwambie jirani yako, wewe sio wa siku 5, wewe ni miaka milele. Wewe sio wa siku 70, wewe ni wa milele. Mwambie mwenzako vizuri, wewe ni wa milele. Songa mbele, kaza mote, usikate tamaa. Mwangalie Yesu, ameenda kukuandalia makao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Makao ya dunia hata vitanda vina expire. Vitanda tu vinachoka. Unachoka kama ulitengeneza tambao kimeanza kuliwa na nzige. Chiki. Sasa nini tena? Mara ukikaa vibaya kimekatika. Unatengeneza cha chuma na chenye kimepitwa na wakati na hakifai. Sasa kutengeneza kingine. Godoro lingine ndio imebonyea.
ni vya duniani. Mara 100 katika ulimwengu wa sasa. Unasema Mungu, mchungaji unaongeaje? Nasema Mungu ametamka, amesema kama kweli umemaanisha, kama kweli umeachana na mabaya yote, kama kweli umeacha kila kitu, umeamua kumfuata Yesu na umempa nafasi ya kwanza, na umechukua kabisa maisha yako yote ukajibwaga kwa Yesu. Ngoja nikwambie, dunia ya leo ina maajabu kidogo. Ina maajabu kidogo. Labda nisiseme, lakini natamani niseme. Natamani niseme kwa sababu ni fundisho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru mke wangu, alijibwaga 100 kwa 100 kwangu. Maana hata hela zilipoisha, tulipokuwa hatuna hela, alinikubali. Zilipoisha zilikubali. Nilipoitwa tukaacha nyumba yetu kapotea na mashamba yetu mazuri na pesa nyingi, alikubali. Nasema nimeitwa twende Dar es Salaam. Wengine wakasema mkasabei, nikasema mimi sikuchagua uchungaji. Mungu ndiye alinichagua. Na kwa sababu ninampenda Mungu, niko tayari kwa lolote. Hata kama nikasema Bwana, Mungu ameniita. Mke wangu, tunakwenda, akasema niko tayari mume wangu. Hakusema nina baba na mama nyumbani, nina watoto. Tena tulimwacha na mtoto mwingine yuko darasa la ngapi? Luka alikuwa na Emmanuel alikuwa na ngapi? Mtoto yule alilia sana kwa sababu hakuwahi kukaa kwa bibi, amekaa na sisi. Na mimi nilijua watoto wangu ni wale mwenyewe. Nilikuwa naogopa kuwalea watoto kwa bibi kwa sababu wanawadekeza. Na mimi nililelewa kwa bibi. Ukikosea anasema anafanya hivi. Wewe alikuwa ananiita jina la ukoo. Wewe ahogokie. Umkuomba wewe. Sasa hilo ni kofi linamfundisha mtu. Linamfundisha. Lakini ashukuriwe Mungu, kumbe alikuwa ananifundisha na niandaa vizuri. Lakini kwa baba kibano utafikiri hanipendi, lakini kumbe anataka kunitengeneza niwe chombo kizuri cha faida. Haleluya! 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 Sasa nilipomwambia twende, akamwacha baba yake na yule mtoto, tukamwacha. Tunawaza tunafanya nini? Aliacha watoto kwa ajili yangu. Yule mtoto mpaka alituchukia, aliumia. Tukajaribu kununua kabasikeli kazuri kakisasa, ili na yeye ajisikie vizuri anapoenda shuleni na kila kitu. Wala amekuja kugundua baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Inaumiza sana, inaliza sana. Kwa hiyo kwa sababu gani? Mama alikubali kuyatoa maisha yake yote kwa ajili yangu. Sasa ulimwengu wa sasa, nimesema na vituko kidogo. Miaka ya leo sio wote wanaubwaga moyo kwa mume wake. Sio wote wanaubwaga moyo wake kwa mke wake, wote ni wachache sana. Nasema ni wachache. Angalia moyo wako umejitoa kiasi gani. Sasa yule Yesu anasema kama kweli tumemaanisha kumfuata Yesu ili tupate mara 100 hapa duniani, ndicho anachosisitiza Yesu. Turudie ule mstari. Wangapi? Washiriki wangapi? Na kila mtu aliyeacha nyumba, sema nyumba, au ndugu wa kiume au wa kike, au baba yake aliyemzaa, au mama, au watoto, au mashamba, kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Urithi uzima wa milele nimezungumza, ndio jambo la kwanza. Lakini tunapozungumza kipengele cha pili kwamba utapokea mara 100. Sasa hilo, je, kwa nini haifiki 100? Umeacha kweli? Umeubwaga moyo wako wote kwa Yesu? Hapo ndio swali sasa linakuja. Bwana Yesu asifiwe. Je, umejitoa kwa asilimia zote kwa Yesu? Uko tayari kumwacha baba na mama kwa ajili ya Yesu? Uko tayari kuacha marafiki zako kwa ajili ya Yesu? Uko tayari kumwacha mume au mke kwa ajili ya Yesu? Haise? Hapo ndio pana mtihani. Hapo ndipo penye. Lakini ahadi za Mungu ni za kweli. Ahadi za Mungu ni ndio. Wangapi wanataka kupata mara 100 hapa? Kanuni iko hapa. Ujitoe kikamilifu kwa Yesu. Waachane na vitu vyovyote vinavyokurudisha nyuma dhidi ya kutembea na Yesu. Uache kila kitu
unachoona kinakuondolea uwepo wa Mungu katika maisha yako. Wangapi wanaofahamu uwepo wa Mungu kwenye maisha yao na wameonja kitu chochote, hata kama ni kizuri, hata kama ni kitamu, hata kama ni cha faida, lakini kinakuondolea Yesu kwenye maisha, achana nacho. Hakuwa na maana waache wazazi, usiwatunze, watupe, wadharau kwa sababu umeoa mke mzuri au mume mzuri. Hapana. Hana maana waache watoto watelekeze. Biblia inasema yeye asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko siamini. Lakini na maana gani? Kama watoto wanakutenga na Yesu, waambie baki, mimi naenda na Yesu. Kama mali zinakutenga na Yesu, mwambie baki huko huko, mimi naenda na Yesu. Haleluya! Kama wazazi, sasa mimi nilimwacha baba na mama, tena ndio mtoto wa kwanza, alafu ninajitambua, nikasema mimi nikizeeka, ina maana ndio niwatunze wazazi. Kama kuna jambo lolote lazima waniambie mimi kwanza, ili niweze kuwasaidia, kwa sababu nimeokoka. Kama wamenifuata kwa habari za Yesu, kwa hata maswali mengi ya kimaisha wataniuliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya wito ambao Mungu ameniita, wito maalum, nikabidi niwaache, nikaambatana na Yesu. Nataka kusema hata wewe umeitwa na Yesu. Unanisikia? Umeitwa umfuate Yesu. Achana na kila kitu kinachoharibu uhusiano wako na Mungu. Achana na kila dhambi inayoharibu uhusiano wako na Mungu. Achana na kila kitu kinachokuzuia usimwabudu Mungu kikamilifu. Nikwambie, mara 100 utapata. Mungu akishasema itakuwa, hata kama sio leo itatendeka. Kwa majira ya Mungu itafanyika. Wewe koma na Yesu peke yake. Swali hili Petro aliuliza na sisi tunauliza leo, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, tumevutwa na yeye. Wewe hukujieta mwenyewe, sio kwamba ni uchaguzi wako kuokoka. Mungu alikuchagua kabla ya misingi ya dunia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Injili hii ni tamu sana kwa watu waliochagua kwenda mbinguni. Injili hii ni uzima, tena ni injili ya amani. Lakini watu ambao wanataka dunia hii tu hawawezi kuifurahia. Unaona tasura zao zinabadilika. Tumeitwa, tunaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa duniani Mungu atatubarikia. Ukisoma kwenye Marko anasema naudhia. Kwa hiyo ndio maana wenzetu walipoambiwa wamfuate Yesu, hata walipopata mateso, hata walipopata udhia, haya kuwachanganya. Hawakusema tumwache Yesu kwa sababu hatuna chakula, tumwache Yesu kwa sababu hatujafanikiwa, tumwache Yesu kwa sababu anatuchelewesha. Walikomana Yesu, wakaendelea na Yesu. Ukisoma Waebrania sura ya 11 mstari wa 38 unasema watu ambao ulimwengu haukutaka kuwa nao, haukustahili kuwa nao, watu ambao ulimwengu uliwakataa, lakini watu ambao wamekubaliwa na Mungu. Unaonaje kukubaliwa na Mungu? Ni vipi? Unatamani kwenye maisha yako kukubaliwa na Mungu au kukubaliwa na wanadamu tu? Lipi bora? Lipi bora? Lipi bora? Ndio maana Mungu anajivunia katika sura ya Zaburi 16, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, na wajibu wetu ni kumleta kila mtu mkamilifu mbele za Mungu. Ni mtu gani aliachana na uovu wote, aliachana na mabaya yote, aliamua kufuatana na Yesu, anajua Yesu ana uzima wa milele, lakini ndiye chanzo cha baraka zote. Anasema yeye ndiye ana uwezo wa kutupa nguvu za kutupa utajiri. Amen. Haleluya. 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 Mara 100 duniani. Haleluya. Mbinguni uzima wa milele. Pokea uzima wa milele, uwe sehemu ya maisha yako. Achana na vitu vya muda mchache, bado utainuliwa tu. Usihangaike kutenda dhambi kufanikiwa. Hapana.